Video unayoitazama ni video ya ajali iliyotokea Arusha, wilaya ya Monduli, eneo linalojulikana kama Mbuyuni. Ajali hii ilitokea majira ya saa 7 mchana na ilihusisha kufariki kwa watu 5, watatu wakiwa ni wanaume lakini wawili wakiwa ni wanawake. Ajali hii kama unavyoona video hii kwa sasa ni video ambayo tumeona inakuwa posted kwenye akaunti nyingi, na inaonyesha dereva ambaye alikuwa anaendesha gari aina ya Mark X ambaye ni kijana Konde Boy alivyokuwa na overtake magari, na mwisho wa siku katika ku overtake alienda akagonga basi, ndipo ajali hiyo ikatokea na kufariki watu 5. Habari tulioitoa mwanzo, mashuhuda walielezea kwa ujumla ilivyokuwa mpaka ajali hii kutokea, lakini pia kama unavyotazama kwenye video pia nayo inakupa mwongozo wa kuelewa mambo yalivyokuwa mpaka ajali ikatokea. Basi nikupe nafasi ya kutazama hii video zima ya ajali ilivyotokea, lakini pia hapo mbeleni nitakuwekea video. Kwenye hii video nitakuwekea mkusanyiko wa video ambazo mashuhuda walielezea pia tukio zima mpaka kutokea ajali, mambo yalivyokuwa. Mimi naitwa Deco B, pia endelea kutufollow, kutufuatilia ili pia uendelee kupata habari mbalimbali. Fungua mlango Rosti, baba. Kasimamie mbele, fungua mlango kwanza. Kaka, poleni sana kwa msiba. Asante sana. Tukio nzima lilikuwaje mpaka ajali ikatokea? Kwa kweli kuhusu tukio, jana nilikuwa mimi nipo kazini. Nilipigiwa simu kwamba bwana rafiki yako amepata matatizo. Cha kufanya mimi nikachukua na mimi usafiri pia, nikasema ngoja niende eneo la tukio ili nishuhudie ni kweli hilo tukio limetokea. Nikachukua gari nikaenda eneo la tukio. Kufika eneo la tukio ni kweli nimekuta ni ajali imetokea kweli, gari imegongana na lina Yutong. Nikakuta tu pale majeruhi, sema sikubatika kuona majeruhi kwa hapo. Nilikuta wameshasafirishwa, wameshapelekwa mochwari. Baadhi ya walikuwa pale wameshafariki wakapelekwa mochwari, na yule ambaye alikuwa na majeruhi alipelekwa hospitali. Ndio. Chanzo cha ajali hiyo kilikuwa ni kipi? Wanasema tu ni walikuwa wanatoka Arusha wanaelekea Manyara kwa ajili ya trip. Kwa hiyo ikaja kutokea ishundo barabarani. Asikujua, sasa sijafahamu mpaka sasa hivi kwamba ni uzembe ni wa dereva wa Mark X au ni uzembe wa dereva wa Yutong. Kwa hiyo lakini kwa jinsi ajali nilivyoona pale vile kwamba waligongana tu kati ya Yutong na Mark X, ziligongana ambapo ndio ikatokea kitukio kama hilo. Ndio. Hapa tumeona hapa ni nyumbani kwa kina Konde Boy. Utaratibu wa mazishi ukoje? Kuhusu utaratibu wa mazishi yaani msiba wa Konde Boy hautakuwepo hapa. Utasafirishwa kesho jioni kuelekea kwao nyumbani kwao Kigoma. Kwa hapa ni kesho mwili kuanzia mida saa 5 tutakuwa na utaratibu wa kuaga mwili, ambao saa 5 asubuhi utakuwa na utaratibu wa kuaga mwili kwa ajili ya ibada ndogo ndogo, alafu baada ya hapo ndio mwili utasafirishwa utaenda kuzikwa Kigoma nyumbani kwao kabisa kwa wazazi. Mimi kwa majina naitwa Subra Mzirai, ni mwenyeji wa hapa mtaa wa Zunguni Field Force Arusha. Tumepata tukio la kufariki kwa ajali kwa kijana wetu tunamfahamu kwa jina la Libe na maarufu kwa jina la Konde Boy. Yeye ni kijana ambaye amekuja hapa Arusha kwa muda mfupi. Alikaa hapa tukiwa tunashirikiana na yeye katika kumkuza ujana wake, kwa sababu ni kijana ambaye alikuwa na bidii za utafutaji
alikuja hapa akaanza kazi zake mjini Arusha mpaka akafikia hatua hii aliyofikia. Alikuwa ni mtafutaji mzuri mpaka akawa ndani ya mafanikio ya kazi yake ya biashara aliyokuwa anaifanya Arusha. Mungu hakupenda aendelee kuishi pamoja na hao wenzake ambao waliopata ajali wakiwa pamoja. Tumepokea taarifa hii kwa masikitiko makubwa mno kutokana na huyu kijana Libe alivyokuwa ni kijana mwadilifu wa hapa jirani, kwa sababu mimi ni kiongozi wa eneo hili, lakini ni kijana ambaye pia tunakaa naye, sisi ndio tulimpokea katika alipotoka Kigoma moja kwa moja. Aliingia hapa kwa shangazi yake, mke wa Amos Nyoma, maarufu kwa Mama Lydia. Amekaa hapa kijana huyu mpaka akafikia hatua ya kufikia hapa alipofikia kwa mambo ya biashara, na alifanikiwa kwa kweli, lakini Mwenyezi Mungu ndivyo alivyopenda akamchukua kwa kutumia ajali ya gari. Enzi za uhai wake Konde Boy alikuwa hana maneno mengi, na Konde Boy mwenyewe alikuwa ni kijana ambaye alikuwa hapendi kuona mtu anaonewa. Kama mimi nikiwa kiongozi, siku moja nilifanywa fijo na watu hapa, Konde Boy akaja akatuliza hiyo ngoma ya hawa watu walikuwa wananiletea shida, lakini Konde Boy aliwatuliza kwa akili yake mwenyewe, wakaondoka, hawakufanya action mbaya na mimi, kwa sababu ni watu ambao walikuja kwa shari hapa nyumbani kwangu, na Konde Boy alikuwa hapa akawakalisha, akawasomesha vizuri, maneno mazuri, akamwambia huyu ni mzee wangu na nini, na bado kijana ndio alitoka ametoka Kigoma wakati huo, hajakaa vizuri katika biashara yake. Kwa hiyo Konde Boy alikuwa hapendi mtu anayeonewa, alafu hatujawahi kusikia sifa yake mbaya hata siku moja, kwa sababu Konde Boy ni kijana alikuwa na wazo la kutafuta tu, alikuwa na mawazo ya utafutaji peke yake. Kwa hiyo ni kijana ambaye kwa kweli tunamsifu kwa uadilifu wake. Kwanza anasikia akiambiwa kitu, akishauriwa kitu, na alikuwa si mwingi wa habari nyingi za kihuni. Kwa Konde Boy mimi sitasahau haswa siku hiyo aliponitetea mimi nilipokuwa naletewa shida. Lakini kukumbuka, labda nikumbuke tu kwamba ni kijana ambaye ni mwadilifu na mtafutaji. Hili ndilo nalolikumbuka. Poleni sana kwa msiba. Asante sana. Unaitwa nani? Heaven Mosha. Tukio nzima lilikuwaje? Tukio nzima lilivyokuwa kwa kweli, sisi tulikuwa tuko safari, tunatokea Arusha tunaelekea Lake Manyara. Sasa katika tuko njiani tukapigwa simu na wao ambao walikuwa washatangulia mbele, wakatuambia private car moja imepata ajali, ambao alikuwa anaendesha nani, Konde Boy. Sasa tumefika pale vile tukakuta kweli gari limepata ajali kama mlivyoona. Wakawa wamefariki watu 5 na mmoja kama mpelekwa hospitali. Tukafika pale, mapolisi wakaja wakachunguza, maiti zikachukuliwa zikapelekwa mortuary, na tukafika pale tukatambua ndugu zetu, tukawaandikia majina. Chanzo cha ajali kilikuwa ni kipi? Chanzo cha ajali kwa kweli mimi hapo sijajua, kama polisi walivyosema wanafanya uchunguzi, wakishafanya uchunguzi tutajua baadaye kwa kweli, lakini chanzo tunachojua ni alikuwa na overtake, lakini hatujui. Tumefika pale tukakuta ndo wanatolewa kwenye gari kule, washapata ajali. Ndio. Mlikuwa mnaelekea wapi? Lake Manyara. Kulikuwa kuna nini huko? Kwa tunaenda trip tu ya safari. Ndio.